Kimsingi inatumika kwa muda wa siku tano natakiwa ile lita 5 zile anazokuwa amekupatia ziwe zimekamilika. Kwa hiyo kimsingi ni kwa wastani ni kama unatakiwa utumie lita 1 kwa siku, ambayo inatumika mara 2, asubuhi na jioni. Kwa kweli ni watu wengi sana, hasa hapa BAT kuna wafanyakazi wenzangu wengi sana ambao nimewaelekeza na wametumia hiyo dawa na wamefanikiwa. Kuna kitu gani cha kuambia watu ambao wanasumbuliwa na vidonda vya tumbo? Kimsingi watu wanaosumbuliwa na vidonda vya tumbo ni kwamba dawa za kuponya vidonda vya tumbo zipo. Kinachotakiwa tu ni kupata mtu sahihi ambaye atakaye kuambia kwamba dawa hii ni sahihi na ikakuponyesha, kwa sababu mtu anaweza akakwambia dawa hii ni sahihi na bado isiwe sahihi. Na dawa ambayo ni sahihi ni ile ambayo ukipima hospitalini inaonekana kabisa kwamba wewe tena ule ugonjwa umekwisha, lakini sio ile ya kusema kwamba utakunywa unaanza kujisikia kwamba umepata nafuu unasema nimepona. Inatakiwa lazima uende kuhakikisha hospitalini, waweke vipimo, waonyeshe kabisa kwamba sasa ule ugonjwa haupo, kama nilivyofanya mimi. Unaweza ukajisikia maumivu ukafikiri ni vidonda vya tumbo, ukaanza kutumia dozi, kumbe sio yenyewe. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu sana ni kwenda kwa daktari kwanza akuhakikishie kwamba hii kweli ni vidonda vya tumbo, baadaye ukamwona ile mhusika akupe ile dawa ya vidonda vya tumbo. Ukisha tumia urudi tena hospitalini ukahakikisha kwamba je, lile tatizo limekwisha. Kwa hiyo hapo inakuwa ipo katika kitu sahihi. Ukiwa unazungumza nao kwa namna moja ama nyingine wanakuelewa? Ni kweli huwa wananielewa, lakini kwa ushahidi. Ndio maana nimetunza hii document. Hii document ni kwa ajili ya ushahidi. Unaambia kwamba mimi tarehe hii nilikwenda nikapima, nikaonekana ni positive. Nikatumia hizo dawa kwa miezi hii yote, lakini nilipokwenda kutumia hii tarehe hii ikaonekana nimekuwa negative. Kwa hiyo hii ni kuthibitisha kwamba hii dawa ni sahihi. Lakini cha msingi kwanza, nenda ka check, uwe na uhakika kwamba je, huu ugonjwa ni wenyewe. Ukishagundua sasa, nenda kwa yule mhusika akupe ile dawa uitumie. Ukimaliza kutumia, nenda ka cheki tena imekwisha, ndio utajua kwamba kweli dawa ya yule mtu ipo sahihi. Dawa haina masharti yote? Haina masharti yoyote. Haina masharti yote. Yaani kama unapatiwa hizo dawa alafu kuna wengine bado wanaendelea kudrink, inakuwa haiathiri kitu chochote? Nafikiri sana labda hiyo sina uhakika, lakini kwa mimi, kwa sababu mimi sinywi, sivuti sigara, kwa hiyo mimi kwangu sikupewa sharti aina lolote. Sijajua kwa wanaokunywa au labda wanaovuta sigara labda kama kutakuwa na masharti. Nafikiri cha msingi labda ni kuonana na kumuulizia tena yule dada ili kuweza aweze kutujulisha, je, kwa mtu anayevuta sigara, anayekunywa pombe, je, kwa hii dawa ina masharti yoyote? Maana kuna wengi tunaugua vidonda vya tumbo. Tunakimbia kula vyakula mbalimbali. Kila chakula anakimbia kwa kweli. Yaani ni mwenyewe siamini, tegemea kabisa, na nimeona kwa ushahidi wangu kama unavyoona hapa, siku ya kwanza ambayo amefika na mpaka siku ya pili ambayo ni miezi imepita. Ilikuwa tarehe 15 mwezi wa 4. Umeelewa? Ndio tatizo lipo. Akarejea tena tarehe 17 mwezi wa ngapi? Wa 12. Miezi mingapi? Miezi 6. Miezi 6. Miezi 6. Sasa hivi mzee yani anajenga, anapiga madarasa kama kawaida, yuko vizuri, anakula kila aina ya chakula. Bwana, tiba ipo. Lakini ushauri wa mzee anasema kwamba lazima uende ukapate ushauri wa daktari. Ukishapata ushauri wa daktari na kipimo kilichokuwa ni sahihi, kujua wewe una matatizo gani yanakusumbua, basi ndio utarejea kuchukua dawa ya vidonda vya tumbo. Kibuyu cha asili, kibuyu cha asili, kibuyu. Wataalamu wako, lakini ukutane na watu waliokuwa ni sahihi. Mzee Mbuga, una nini cha kumalizia na kuwashauri wa Tanzania na wadau wote ambao wanakusikiliza hivi sasa na kutazama?
Okay, mimi ushauri wangu tu ni kwamba mtu akipata changamoto yoyote ya mwili, cha kwanza kabisa nenda hospitali ukapate taarifa kamili za wataalamu juu ya tatizo lako ni nini. Baada ya hapo sasa ndio ufikirie dawa ambayo unaweza ukaitumia kuondoa hilo tatizo, na ukishaitumia ukiona kama umekaa vizuri, rudi tena kule kusudi uweze kuwa na uhakika kwamba lile tatizo lako limekwisha au bado lipo. Jina langu naitwa Shukuru Chambuso. Tulikuwa na mzee, tumesikia aliyozungumza na ukweli kabisa, wala hakuna kupoteza. Tutasafiri mpaka maeneo alipokuwepo daktari ama dokta ama tabibu Dr. Fred Cosmas Bigambachani. Maana kuna vijana pia wana matatizo kama hayo, lakini pia wanaweza kukutwa na hii shida, lakini wanatumia labda vinywaji vitu. Kuna maswali tumuulize mzee wangu hapa, ametufungulia mambo mengi sana ambayo tuweza kufahamu. Utani tena wakati ujao. Asante sana. Kibuyu, kibuyu, kibuyu cha asili, kibuyu, 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 kibuyu cha asili, kibuyu. Historia ya miji, vijiji, misitu na vichocho.